Zanzibar ndio nchi ya kwanza kuwa na taa za umeme barabarani barani Afrika. Awali ilianza na taa zilizotumia mafuta ya taa mwaka 1870 ambazo zilizowekwa barabarani, baadaye zikaja taa za umeme. Taa hizo ziliwekwa katika maeneo ya bandarini hadi sehemu iitwayo Mbweni. Taa hizo ziliwekwa mapema kwa sababu ya kuzuia ajali za treni ya umeme iliyoanza miaka ya nyuma. Kama ulikuwa hujui, jiji la London, Uingereza, lilianza kuweka taa za barabarani mwaka 1889, miaka 19 baada ya Zanzibar kuweka taa barabarani. Tuelewana mpaka hapa? Pili, Zanzibar ndio nchi ya kwanza kuwa na usafiri wa treni ya umeme duniani. Sijui mwanisikia au nirudie? Zanzibar ndio nchi ya kwanza kuwa na usafiri wa treni ya umeme duniani. Huenda ulikuwa hujui hili, lakini huo ndio ukweli. Na reli hiyo ilijengwa mwishoni mwa miaka ya mwaka 1800. Baadaye katika mwaka 1904 ilijenga reli ya treni ya kawaida iliyoitwa treni ya Bububu. Kampuni iliyopewa zabuni ya kujenga treni hiyo ilikuwa inaitwa Arnold Cheney and Company. Tatu, Zanzibar ndio nchi ya kwanza kujenga jumba la starehe nyingi ndani yake kuliko majengo yote duniani. Jengo hilo lilijengwa mwaka 1883 na Sultan Barghash bin Said, na ndilo jumba lililokuwa na starehe nyingi zaidi kuliko majengo yote duniani. Miongoni mwa vitu vya starehe vilivyokuwemo ni lifti iliyotumia umeme, ambapo pia ni jengo la kwanza barani Afrika kuwa na lifti. Zanzibar ni miongoni mwa sehemu ya kwanza duniani kuwa na zahanati ambayo ilijengwa mwaka 1887 na tajiri wa Kiismailia aitwaye Taria Topan, wakati anafurahia miaka 50 ya Malkia Victoria wa Uingereza. Zahanati hiyo hadi sasa ipo, tena ipo barabara ya Mizingani. Zanzibar ni miongoni mwa nchi za mwanzo kuwa na swimming pool. Bwawa hilo liliitwa Hamamni Persian Bath. Lilijengwa mwaka 1870 kwa ajili ya kuoga Sultan Barghash bin Said. Mukhtasar, nimeanza Dar es Salaam, nimekuja Zanzibar, sasa nataka kwenda Kilwa. Haya ni mambo ambayo ni dharura kwenu kuyajua, kwa sababu tunazungumzia Uislamu, familia, jamii katika karne ya 21. Haya niliyozungumza mpaka sasa, Uislamu umeuona. Haya niliyozungumza mpaka sasa, tarikhi yako unaiona. Halafu kwa nini sasa hivi wewe unajihisi kama mtu wa daraja ya pili nchini? Na wauliza kwa sababu ndivyo tulivyofanywa sisi kule nchini Kenya.